Kipindi kinachoendelea ni Gidi na Ghost asubuhi. Kitengo kiwa ni patanisho, ambapo ningependa tuweze kumpigia huyu ndugu simu ambaye ametueleza vile alikosana na mke wake. Anasema alifumaniwa kiwa na mpango wa kando. Kwa hivyo angependa tumsaidie aweze kurejesha mahusiano. Na anasema ilifanyika 2022. Na haya, wacha tumpigie Paul tusikie yasemaje na tuone kama ataweza kupatana. Please enter your password. Thank you. Kwa hivyo naomba Paul Okalo, mahali ulipo, shika simu yetu. Hello Wazito. Habari gani Paul? Mambo Gidi na Ghost. Hizi mambo za mipango za kando unajua tulisema tunaanza kulipisha. Nilisikia mlisema hivyo lakini ilikuwa shetani bwana. Wacha mchezo bana. Yesu wakubwa. Kama umeleta mchezo tutakukata. Kwa hivyo tuambie kama unataka kusaidiwa ama ni mchezo. Nataka kusaidiwa, niko serious kabisa. Hebu tuambie nini ilifanya mkakosana mke wako. Hebu tueleze nini ilitokea kwa ufupi tafadhali. Sasa kuna wakati fulani bibi yangu aliniambia anaenda kwao kutembelea wazazi kiasi. Sasa nilisema anda kutembelea wazazi hivi ikakuwa mimi nikasema nikamwambia tu ni sawa, hadi nikampatia pesa za matumizi afike nazo huko nyumbani. Hadi sasa huwa nampigia simu saizi ameniweka blacklist. Hataki kuzungumza na mimi. Akaniambia ni move on, nioe bibi mwingine sababu niliona yeye si bibi, nikaanza kufanya madarau. Sasa mimi nimejaribu kumbembeleza, imeshindikana, hadi sijui nifanye aje hapo. Ulikuwa umemuoa au mlikuwa mnaishi tu kama we stay? Ulikuwa umemuoa rasmi? Hapana, nilikuwa nimemuoa kama bibi yangu. Nimeona hapo umeandika una miaka 20. Nina miaka 20 lakini niliingia kwa ndoa kama bado ningali mchanga. Ulikuwa na miaka ngapi? Miaka nilikuwa na sini venye nimeambia producer hapo hivyo. Ndugu yangu, kwani hujui hesabu? Umesema una miaka 20. Sasa nina miaka 20 na haujui miaka yako Bwana Paul? Nina miaka 20 na nilimwambia nina miaka 27 sasa hivi. Umeandika hapa una miaka 20. Hebu angalia ID yako. Uko na ID yako hapo karibu? Ulizaliwa lini? Uko na ID? ID iko mbali kidogo, najua sasa hivi niko kazini lakini sitembeangi nayo. Haya, ulizaliwa lini? Ulizaliwa 19 ama 2000? Yes. Bwana Paul, ulizaliwa lini? So, unajua ID sina hapa karibu. Haujui mwaka ambao ulizaliwa? Si lazima uangalie kwa ID. Bwana Paul Okalo. Haujui ulizaliwa 2000 and what ama 1990? Una calculation tu hapo hivyo unajua. Mimi nataka kujua mwaka ambao ulizaliwa. Ulizaliwa mwaka gani? Okay. Haya, kwa hivyo mke wako tangu aende au jaenda kwao? Sasa aliniambia tulikosana na hivi baya sana, hadi akaniambia sasa ni wewe mwenye nipata naye huyo. Mimi nilimuona yeye sio maana. Kwa hivyo tangu aende hujaenda kwao? Watu tunaongea hapo mwanzo akinipigia simu akiniambia nimsaidie matumizi ya mtoto mara kwa hivi na hivi. Bwana Paul, unajua mimi nataka kujibu tu maswali yangu. Hujaenda kwao tangu mkosane? Bado sijaenda kwao bado. Kwa nini?
Nilikuwa napanga hiyo lakini najua naogopa. We, hebu shikilia hapo kidogo nipigie huyu mwanadada nisikie historia yako vizuri kwa sababu wewe inaonekana una maneno mengi wewe. Bwana Paul. Unajua mimi naweza jua kama kuna maneno. Shikilia hapo kidogo nitafute Millicent, sawa? Sawa. Ghost, hata kama hujasoma, hata kama unataka kuniambia uwezi jua mwaka ambao ulizaliwa? Hiyo lazima unajua unajua ulizaliwa 2001 ama 2000 ama 1994 ama 1993? Yes. Unataka kuniambia uwezi jua? Ama kuna vile huyu jamaa hataki kufungua mambo mengine hapa. Watanisha huyu ndugu ambaye anaitwa bwana Paul na mke wake ambaye anasema anaitwa Millicent. Kwa hivyo ningependa kumpigia Millicent tusikie mwelekeo wa hii kesi ili tuone kama vile wanaweza patana. Jamaa anasema miaka 2 hajaenda kwa kina huyu mwanadada. Labda atakuomba msamaha ama kuweza kujua mambo iko vipi. Kwa hivyo namba naye amenipatia, kwa hivyo ningependa kumpigia huyu mwanadada one kama tutaweza kumpata na waweze kuzungumza. Hello, habari gani Millicent? Nzuri. Mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo. Na sijui labda umeshtuka unashangaa Gidi na kupigia simu. Hello? Aya, Millicent amekata simu. Serious. Sijui kama amekata ama ni network. Acha nimpigie tena. Please enter your password. Acha tutafute tena Millicent. Labda shajua ni huyu ndugu anamtafuta. Hello? Hello, Millicent. Yes. Habari ya leo? Nzuri. Mimi naitwa Gidi kutoka Radio Jambo. Sasa kuna jamaa ametutumia SMS hapa Radio Jambo. Anasema alikosana na wewe ukaenda nyumbani na hadi wa leo hujaweza kurudi. Sasa sijui kama ulishaachana na yeye, move on na maisha yake ama kuna nafasi utaweza kurudi. Anaitwa nani? Huyu anaitwa Paul Okalo. Paul Okalo. Paul ni Okalo ama Okalo? Ameandika hapa Paul Okalo. Huyu anatoka Vihiga. Unamjua Hata simfahamu. Umfahamu kwa sababu anasema anatoka Vihiga na sasa hivi yuko hapa Nakuru. Hii namba ya Millicent, unaitwa Millicent Okay, kwa hivyo unasema umfahamu hata kidogo. Okay, kwa sababu anasema mlikuwa kwa ndoa na mkakosana, ukaenda nyumbani, ukasema unaenda nyumbani na anasema hadi wa leo hujaweza kurudi. Uko kwa line? Yuko hapa kwa line, Wacha tu. We, Paul. Yes, Gidi na Ghost. Hii ni sauti ya Millicent. Nili. Haya, ongea na yeye basi. Hello mami. Hello mami. Aje? Ni aje? Lenga story zangu unijui ama unasema hivyo? Unalenga story zangu unijui ama unanijua? Sasa hiyo jina, mimi hiyo jina hata. Wewe Mili. Mbona unanifanya hivyo mami? Ndio ulifunga simu. Wewe ndio ulifunga simu yako. Wewe ni mteja yani. Mimi ndio nilifunga simu. Mili, hata kama unataka tuishi hivyo. Sasa unasemaje? Unajua mimi nimeamua kutumia Gidi na Ghost ili tuone kama ndio nina makosa ama Okay, Mili.
Yes. Umemtambua sasa? Nimemjua. Ni jamaa ambao unamjua eh? Na wacha nikuulize, kwani jina anaitwa nani? Kwa sababu unasema hii jina ilikuwa imekukanganya. Anaitwa nani? Francis. Anaitwa? Francis eh? Kwa hivyo Francis, ulikuwa unajaribu kutuficha majina yako eh? Hivyo bwana Gidi na Ghost. Hivyo kabisa. Anyway, ni sawa kwa sababu hata tayari nilikuwa nishajua wewe una maneno yako. Kuna maneno hapa na pale. Nilikuwa nishajua. Kwa hivyo hata jina ndio ulikuwa umetuficha, lakini ni sawa. Kwa hivyo wacha nikuulize Mili. Mili, uko tayari kurudiana na Francis? Uko tayari kurudiana na Francis? Mimi nilisha move on. Ulisha move on eh? Kwa hivyo tayari umeolewa kwingine? Sijaolewa lakini nilisha move on. Tutaki story yake. Tutaki story yake tena eh? Kosa yake kubwa ilikuwa ni gani ili tuelewe? Kosa lake kubwa ilikuwa ni gani? Aliamua kufunga simu. Sasa nikimpigia ni mteja. Alikuwa amefunga simu yake. Alijua niko na bond. Sasa alikuwa nayo. Niliona kaa na epa. Alitoroka mimba. Sasa ndio kweli wa mambo inachipuka. Alikwepa, aliruka mimba. Na ukaenda tayari umejifungua? Ushajifungua? Bado, ilikuwa miezi 3 hivi. Sasa vile nilimwambia hiyo story yani niliona tu hataki hiyo mambo. Vile ulimwambia una mimba, simu ikafunga, akakuwa mteja. Hata nimempigia kazini yake. Hataki kushika simu. Sasa saa hii amekuja na njia nyingine, amebadilisha jina, anaitwa Paul. Alafu anatuambia atulienda kwa sababu sijui ulimpata na mpango wa kando, sijui kakukasirisha. Miaka yake tukimuuliza ajui. By the way, Mili, unajua na miaka mingapi? Unajua huyu Francis ana miaka mingapi? Yako na 26. 26 eh? Hapa alikuwa ameandika 20. Mara pia anasema ako 27. Tulimuuliza alizaliwa lini, hiyo pia hataki kutuambia. Kwa hivyo bwana Francis Gidi bwana. Kwa sababu unanidanganya. Kwa sababu unaniaibisha wa Gidi na Ghost. Ungeniambia ukweli, hii kazi yako ingekuwa rahisi, lakini unanidanganya. Umenidanganya jina, unanidanganya miaka, unanidanganya kila kitu. Sasa unataka nikusaidie namna gani? Na unanidanganya kila kitu. Bwana, na kumbe hata shida haikuwa hiyo. Kumbe umeruka mimba. Kwa hivyo sasa unafeel guilty. Mimi sikuruka mimba kabisa. Si Millicent amesema ulikuwa umefunga simu. Sikuwa nimefunga, nilimwambia simu nilipotelea. Ikapotelea, sasa ndio umeipata. Mimi nilipotea ikabidi nikanunua ingine. Bwana Francis, wacha ujanja. Haya, mimi nataka sasa uamue kwa sababu Millicent anasema yeye asha move on. Unamwambia nini? Hebu mwambie. Hello mami. Hello mama. Mama hivyo. Mama tuko ni kusema tu immediately hivyo. Au nasema umemjua? Nimekutafuta hadi nikapigia ila hata anasema umefunga simu. Sasa ulikuwa unataka nifanye aje? Niambie tu ukweli, umemove on ama ni kwa venye tu unanitumia hadi? Nilisha move on. Kama sasa mtu nimtaje utafanya aje? Sasa Mili, hivyo ndio venye unasema kabisa hivi. Mili. Hivyo ndio venye unazaniaibisha kwa Radio Jambo bwana. Unajua nafikiri na watu wengi zaidi.
Sasa mimi nilijua tu naruka mimba. Sasa kama masinia bili nitafute baba mtoto mwingine. Sasa ulikuwa unataka nifanye aje? Lakini mama, tujaribu rudisha hasira chini bwana. Mimi bado nakupenda. Nazaruka mimba yangu. Nazaruka mimba aje? Sasa mimi nishamove on. Sasa unataka nikusaidie aje? Hakuna shida. Kama unasema ukweli umemove on, ni sawa tu, hata mimi nivumilie. Sina cha kusema hapo. Okay, kwa hivyo Millicent, wewe umesema ulisha move on na jamaa awache kukutafuta, si ndio? Atafuta mwingine, ape mimba pia arudi. Aki Millicent, atafuta mwingine, ape mimba pia aruke. Francis, ayo sio maneno yangu, umeambiwa na Millicent. Francis, we Francis, Bibi, ambia Millicent maneno ya mwisho, nataka kumaliza hii patanisho. ambia boss aje kucheka bwana. Mimi nahuzunisha na anacheka. Aya, mwambie maneno ya mwisho basi tunamaliza patanisho tafadhali. Nini? Mami. Yes. Mama hivyo mama tu hivyo kabisa. Sema tu serious. Mama tu hivyo kabisa. Unajua hadi mimi siamini umeniruka. We Francis, nimesema useme maneno ya mwisho kwa sababu tafadhali Millicent unajua ni msichana wa Homa Bay. Huko Homa Bay wasichana wadanganyani. Homa Bay wasichana wanasema ukweli na mambo inaisha. Kwa hivyo wewe bado unafikiri ati Millicent ana joke. She is not joking. Kwa hivyo wewe mwambie maneno ya mwisho na tuendelee mbele. Nini? Mimi nataka nikuambie. Mimi nakupenda lakini